kumuumiza yeye sasa ashindwe uaminifu. Lakini sisi tunapofanya kazi, kwa mfano tumempa huyu wa kusambaza Mbalizi Entertainment, tumemwamini asambaze kazi zetu, na huyu huyu mtangazaji anayetangaza kazi zetu kujulikana na nini Mbalizi TV, naye tumemwamini tangaza kazi zetu. Hata huyu sasa Kiando Film naye tumemwamini tengeneza kazi zake. Kwa hiyo tunakutana mwisho wa mwezi sasa, bwana wewe umetengeneza kwa kazi zako kiasi hiki hapa, na mimi nimetengeneza kazi, na mimi nimetangaza kwa kufikia kiwango hiki, na mimi nimeuza kupitia kiwango hiki. Lakini kitu kingine mimi nafikiri haya makampuni mkikutana na mkashirikiana mkao mnapiga mahesabu, kwa sababu kuna muda mwingine huyu Kiando Film anaweza sitengeneza yeye asitoe hela yeye, wakatoa wengine, makampuni haya yakasupport kutoa hela na vitu kama hivyo. Lazima mpige mahesabu, kwa sababu haya ni mambo ya kifedha na mambo ya biashara. Mpaka tunaingia mkataba, tumeingia kibiashara, na lengo letu kubwa, kwanza lengo kubwa la kampuni zetu sio kupata hela mapema. Lengo kubwa la kampuni zetu ni kutaka kujulikana, wajue kwamba tunafanya kitu gani, baadaye fedha zitakuja. Kwa hiyo kwa hapa hata tukipata fedha, malengo yetu makubwa kwanza ni kufanya sisi tujulikane, sio hapa tu Tanzania, tujulikane nje na mipaka ya Tanzania, kwa sababu tuna malengo makubwa. Na siku hizi tofauti na zamani, wenzetu zamani walifanya filamu kwa hukumu. Ukiwafuatilia wasanii wakubwa kama kina Ray Kikosi, wao ni watu wa kuheshimiwa. Wakina JB wale ni watu wa kuheshimiwa, walifanya kazi wakati mgumu mpaka walipofikisha hii tasnia hii ya filamu hapa, wamepambana. Sisi tumekuja teknolojia ipo. Leo TV kibao, YouTube channel hizi kibao. Kwa mtu anaweza kujirekodi tu ujinga chumbani akawa star. Lakini wenzetu walipambana. Sasa sisi tunataka tuonyeshe kwamba jinsi gani Mbalizi tunaweza kuinyanyua wilaya yetu tukafika mbali zaidi. Kwa nafikiri kwa hapo nafikiri umeeleweka vizuri. Na Mbalizi ina wilaya ya Mbeya vijijini na wasanii wengi sana, lakini sio wasanii tu, vipaji vipo, waimbaji. Unapozungumza kuhusiana na masuala ya waimbaji, basi Mbeya vijijini huwezi kuikosa. Unapozungumzia masuala ya michezo, mipira hii, wapo wachezaji wa ligi kuu ambao wametokea hii wilaya. Unapozungumzia masuala ya sanaa, lakini mara nyingi wanapofika level fulani huwa hawasogei mbele zaidi, kama ambavyo umejaribu kutamka majina ya wasanii kaza wa kaza hapa. Wewe unafikiri nini changamoto inayopelekea kwamba wasanii au wachezaji au yani watu wakifika kiwango fulani unakuta wamekwama hapo? Unafikiri nini kinachangia hii? Mimi nafikiri kinachochangia kwa uelewa wangu, nafikiri ni msanii anajiamini wakati bado hajafikia kiwango. Kwa maana hiyo naweza kusema anaenda anakosa company kwa sababu anajiamini, anakuwa kama anaweza wakati bado. Kwa wale watu wanataka umshike mkono wanaogopa kumshika mkono, wana anaweza. Lakini ingekuwa kama mtu anajisogeza na watu, kwa mfano kama hivi, naweza kusema kabisa kwamba kuna, kwa mfano kuna kiufupi tu, kuna TV yetu kwa wilaya yetu tunajivunia Mbalizi TV, inaweza ikawa support wasanii mbalimbali, lakini ile kuzauliana kwamba mbona yule mshikaji wetu tunashinda naye, mbona mmiliki wa TV tunashinda naye tu, tunakunywa naye soda, atanipeleka wapi? Umeona, hafuatilii kwamba huyu mtu ana watu wengi wanaomtazama kwenye YouTube channel yake au kwenye hiyo kampuni yake. Kwa hiyo mimi nafikiri wasanii hao waweze kujishusha kwanza, ndivyo wapandishwe. Naweza nikatoa mfano kwa wasanii wakubwa, kwa mfano kina Gabo, ni wasanii ambao walijishusha. Umeona ile bado natafuta na yuko kwa Jerusalem, alikuwa na uwezo mkubwa lakini akaona ajishushe kwanza. Leo hii sio mwenzetu, ni mtu mkubwa na anayetangaza hii Tanzania, kwa hiyo na ana tuzo nyingi, ni msanii ambaye amejulikana sana. Kwa mimi nafikiri kikubwa zaidi, mimi nawashauri wasanii wa nyimbo za injili, waigizaji, yani wa mapambo. Unajua sanaa hii imebeba vitu vingi sana, ngoma, tarumbeta, wote ni sanaa, sarakasi. Hebu waweze kuzifuatia hizi kampuni, waweze kufuatia kampuni, tuweze kutangaza kazi zao. Na sasa hivi tuko kwenye ushirikiano. Mimi ni filamu, nafanya mambo ya filamu, lakini kampuni yangu inashoot vitu vingi. Inashoot kwaya, inashoot nyimbo za injili, inashoot harusi, send off, vitu vingi inashoot. Kwa hiyo waje tuungane. Wakishaungana na mimi, tutakutana na makampuni ambao nina mkataba nao. Jamani, tuna wasanii wetu hao wanaweza tukasaporiana mbili tatu. Kwa hiyo nafikiri tusijitenge. Kikubwa tu yani tusijitenge. Tujitambue kwamba wapi tunaenda na wapi tumetoka. Tukifanya hivyo tutafika mbali sana. Na kuna kipindi zilianzishwa tuzo ambazo zilikuwa zinaitwa Mbalizi Award kama sijakosea, au Mbalizi tuzo za watu nafikiri.
na zilifanyika mara moja tu, lakini zilileta msisimko. Wewe unafikiri nini kifanyike ili kuendelea kuleta hamasa kwenye mji wetu, lakini kutambua michango ya watu mbalimbali wanaofanya vizuri? Mimi nafikiri ingeleta motisha. Na unafikiri ni kwa nini sasa zile tuzo hazikuendelea? Tuzo zile japo sikuzifuatilia sana, lakini hazikuendelea. Mimi nafikiri sababu yawezekana wanachaguana. Unajua kuna kitu kinasema mimi Nick au Kiando Film ameandaa tuzo, alafu nyuma ya Kiando Film kuna wasanii wake ambao labda ametoka nao mbali, wameingia kwenye zile tuzo, na mimi ndio mtu wa tuzo, ndampa nani hata kama hawajafanya vizuri. Kwa hiyo unakaa na kujua kwamba kuna tuzo zinaandaliwa, kuna watu wanapeana kwamba modo utakuwa wewe, sijui mwigizaji bora utakuwa wewe, sijui mwigizaji wa kike utakuwa wewe, wanapeana. Lakini ingekuwa kama watu wanaweza kaandaa filamu zile wakaweka challenge, tunakutana ukumbi, kuna kumbi kubwa, watu wafanye bali mtu achukue tuzo akiwa ameifanyia kazi, sio unapiga tu kula, mtu kaigiza kidogo tu, kaitoa chozi tu kidogo, mpaka makeup, nampa tuzo. Nafikiri ndio tatizo, hizo tuzo hazikuendelea. Majungu aliingia kwenye zile tuzo ni kwa sababu waandaaji wa tuzo wanataka watu wao wachukue. Umeona, unakuwa na rafiki yangu ameingia kwenye hizo tuzo, kwa lazima nimpe usanii bora. Lakini pia kuna watu walipata zile tuzo walikuwa wanafanya vizuri, nilifuatilia. Kuna mdogo wangu mtu Mwakinego, Mwakinego alifanya vizuri, hata ukimtazama anajitahidi kufanya kazi zake. Huo ni tuzo ambayo ilimpata kwa wakati sahihi. Ni kijana ambao kwa wilaya yetu anakuja anafanya kazi nzuri. Kwa hiyo wapo wengi sana wakina Makimuga, wale ni vijana ambao wanafanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo siwezi kuwabeza, ni watu ambao wametukuta kwenye game hii. Lakini wanapofanya vizuri lazima wape sifa zao. Ni watu wanajituma, wanapambana kuikuza hii sana. Lakini tu kikubwa kama nilivyosema, tuweke umoja na kuungana, tutafika mbali sana. Neno langu la mwisho, kwanza nawashukuru sana mashabiki zangu wanaoendelea kunifuatilia kwenye page yangu ya Facebook Nick Kiando. Kwa kweli nawashukuru sana. Naona views zenu, naona comment zenu, naona pia mnanifollow. Bila nyinyi hatuwezi kufika mbali. Nafikiri nyinyi ndio mnatufanya sisi tufike mbali. Kwa hiyo nawashukuru sana. Lakini pia la mwisho nasema muendelee kunitia moyo ndugu zangu. Muendelee kupitia pale YouTube, andika Kiando Media, bonyeza pale subscribe na kengele pale, comment, like, share. Pia hata hapa Facebook sawa, kunifollow, kushare, na kulike na kucomment. Baada ya kusema wanasema ndugu zangu nawapenda sana. Nawapenda sana sana, Mungu awabariki.